Mkuu, kazi uliyotupa imekuwa ngumu kwetu. Inawezekana vipi kazi nilowatumieni mimi iwe ngumu kwenu leo hii? Hata sisi tunashangani kwa nini? Kwa sababu tulikuwa tushamweka kati na tulikuwa tuko tayari kwa niaba ya kumshambulia, lakini kilichotokea, imetokea nguvu ya ajabu sana. Hivi mnaelewa ninachokizungumza? Yaani kijana yule mdogo, kwa nguvu mlizokuwepo nazo nyinyi, yule kijana siamini kama anaweza akawashinda. Vile huyu unasema kwamba mmeshindwa kutekeleza jambo langu leo tumieni mimi. Mkuu. Aise. Alo? Tumeshenyentwa mkuu. Acha kabisa. Hicho kitu kilichotukuta hapo ni cha ajabu sana. Tumepigwa baraa tujai kuona mkuu. Yaani hapo unaponiona mbavu zinauma mkuu. Ningesema huu mwili nikuvalishe wewe. Hawezi kuhimili mkuu. Shahidi rafiki yangu, mchawi mwenzangu, kilichotukuta anajua. Hebu angalia mkuu. Angalia hizi alama zote, angalia. Kilichotukuta mkuu ni siri yangu. Ila inabidi uliangalie ili swala. Liangalie vizuri mkuu. Tumepigwa balaa. Hii ni maajabu sana. Yaani haiwezekani kabisa. Jambo unalolipanga mimi leo hii mniambia kwamba linafeli. Okay, sawa. Naomba tusikilizane. Ili swala naona kwenu limekuwa ni gumu. Talifanyia kazi mwenyewe. Sawa? Sawa mkuu. Sitakuwa na muda wa kupoteza zaidi ya kuambieni naombeni muondoke. Binti, unaonekana wewe ni bingwa wa kutukana watu, si ndio? Tena unaenda mbali, unatukana na watu wanaokuzidi umri. Umesahau kuwa mdomo uliponza kichwa? Nisamehe, sitarudia. Nisamehe, sitarudia kabisa. Ukia Mungu, nisamehe, sitarudia. Sasa leo nitakuonyesha kuwa mimi ndo mzee Chombo mwenyewe. Na hiyo ndio itakuwa adhabu yako, na hutaweza kufungua mdomo wako mpaka nitakapotaka mimi. Mbuzi wa mayai wewe. Ndugu yangu Sadiki, nimeitikia wito ndugu yangu, maana nimeona so vyema eti niwahi shamba, ila nimeona nipita kwanza afu ndo nielekee shamba na kusikiliza. Ndio bwana Makenzi. Mimi bwana nina jambo moja. Kuna vitu vinanichanganya sana. Kuna siku nilikuwa natoka katika mizunguko yangu ya kila siku. Nilikutana na binti moja
Huyo binti alinitongoza, ila mimi nilimkatalia. Nilimwambia sipo tayari, lakini tokea hiyo siku, ndugu yangu, sina amani. Kuna muda najikuta nimelala nje, kuna muda mwingine najikuta nimelala chooni, yani sina amani. Nahitaji ushauri wako, nifanyeje? Ndugu yangu Sadiki, ni binti gani huyo? Si ni yule mtoto wa marehemu mzee Hasani? Wewe usiniambie huyo mtoto wa marehemu mzee Hasani, huyu aliyeuawa kwa ajili ya kuchomwa moto kisa uchawi? Huyo. Na yule binti inavyoonekana ana mambo ya kishirikina. Ina maana huyo binti ndo alikutongoza ukamkataa? Ndiyo, mimi nilimkataa. Ina maana ulivyomkataa wewe ndio yakawa yanatokea matimbuli hayo unayoyasemea wewe? Kila siku nakwambia ni vitisho. Sasa ndugu yangu Sadiki, mimi ushauri wangu, hebu nenda kwa mganga. Nenda kwa mganga ili aweze kukusaidia uweze kupata tiba na kinga, kwa sababu atakapokupatia kinga utaweza kukinga hapa nyumbani kwako, utajikinga wewe. Hebu ndugu yangu Sadiki, wewe fikiria, amekutongoza umemkataa, na yakatokea matimbuli yote hayo, inataka ujifikirie. Inaonekana chanzo kama sio yeye, basi ni kwenye ukoo wao. Nenda kwa mganga bado mapema ndugu yangu, ili uweze kupata tiba. Ila kama vile umeongea pointi ya msingi sana, acha nilifanyie kazi bado mapema. Zingatia hayo ndugu yangu, mimi acha niwahi shambani. Hakicho kufanya urudi ni nini? Wakati uliondoka ukinitambia kuwa mimi ni mchawi na hauwezi kuwa na mimi. Kilicho kufanya urudi ni nini? Sina kuuliza wewe. Naomba nisamehe mume wangu. Nimegundua siwezi kuishi bila wewe. Wewe ndo mwanaume ninayekupenda. Naomba nisamehe mume wangu. Haitojirudia tena. Taratibu. Una tatizo gani? Mkuu, unajua nimechanganyikiwa. Yaani nimemtuma kijana aende bondeni, lakini amerudi akiwa salama. Ni nje ya makubaliano yangu mimi na wewe. Unaweza kaniambia imetokea nini? Ni kweli natambua hilo. Na nilifanya vile tulivyokuwa tumekubaliana. Lakini cha ajabu sasa, vijana wameenda kabla hajashambulia, wakashambuliwa wao. Na wanavyoeleza wamepigika vibaya sana na kitu kisichoonekana. Sijui unanielewa? Kwa hiyo nahisi kuna kitu kimeshaingilia katikati. Pengine yule kijana anaweza kawa na kitu cha asili kabisa. Hivyo mimi nitalivalia njuga kulimaliza ile jambo. Nikuondoe wasiwasi. Wewe nenda. Mimi nitalimaliza. Sijui unanielewa?
Sawa. Okay, unatoka. Kale ni mpenzi wangu. Abe mpenzi. Nimekuita hapa kwa lengo moja. Unakumbuka ile siku tulipokuwa chini ya yule mti pale? Ndio nakumbuka. Kiukweli mpenzi wangu, kuna vitu vinaendelea sivielewi kabisa. Na hilo swala toka lijitokeze mpaka sasa naishi bila amani. Nakumbuka. Na lile jambo lilikuwa sio la kawaida kabisa. Kwani kuna tatizo lingine lililojitokeza? Karen, tena mengi zaidi ya lile lililojitokeza. Hivi Karen, mimi nimekuwa ni mtu wa kulazwa nje. Nimekuwa ni mtu wa kulazwa juu ya miti. Sasa inanifanya niamini kwamba hayo ni mambo ya kishirikina. Kwa ushauri wangu mpenzi wangu, twende kwa mganga. Maana huo ndo msaada wetu, sioni msaada mwingine. Sawa, mimi nimekuelewa mpenzi wangu. Basi acha niende bondeni mara moja pale. Kuna mtu nimempa kazi ya kusafisha pale shamba. Nitakaporudi nitakuita tuje tuzungumze zaidi ile swala. Basi sawa, uwe makini huko uendako. Karibu shoga yangu. Asante mpenzi. Za huko? Nzuri kabisa. Familia? Haijambo. Jamani, nilikuwa nimekumisi. Nimekumisi pia afu uonekani wewe. Mbona mimi nipo? Mbona sikuoni mtaani? Mimi nipo shoga yangu. Ni ubize tu hapa na pale. Ndio maana sitokee huko. Karibu sana. Asante. Sasa, maana yani mimi nikikuona tu najua kuna stori za hapa na pale. Hapo umejuaje? Hivi unamfahamu dada anaitwa Angel? Angel, ya namjua. Huwezi amini sasa hivi Angel ni bubu. Wewe, usiniambie. Sasa hivi ni bubu wewe. Angel si alikuwa anaongea vizuri. Sasa hivi ni bubu. Amekuwaje? Mimi na wewe tuulizane rafiki yangu. Maskini wa Mungu. Mtu mwenyewe huyu hapo. Angel. Karibu. Unaelekea wapi? Basi sawa. Haya sawa. Maskini. Banali. Bali alionayo. Ila binadamu mtu wa ovyo kabisa. Wenyewe Mkuu, karibu. Asante. Ujio wako ni waheri kweli? Ni waheri. Ujio wangu kwako ni kuhusiana na lile swali nilokuahidi kuja kukusaidia. Baada ya kuona kila tunapotaka kumzuru yule binadamu, kuna kiumbe kisichofahamika kinajitokeza kuja kumsaidia. Ilinibidi nitumie uchewi wa Sakitu ili nifahamu ni mtu gani anayemsaidia. Kila nilipojaribu kuangalia, sikuona
chochote, na inavyoonekana huyu mtu lengo lake ni kuja kuzuia wachawi wote katika hii maya. Hilo mbona ni balaa sana. Mkuu, tutafanya nini kuhusu jambo langu? Cha kwanza ni kutaka kufahamu kwanza ni mtu gani anayemsaidia. Uwe na siku njema. Hivi wewe, nikwambie mara ngapi kuwa sikupendi, sikutaki na wala sikuhitaji? Mbona unakuwa unielewi wewe? Jamani, Kali ni mpenzi. Mbona unakuwa mkali kiasi hicho? Mwenzio nakupenda jamani. Upendo wangu usiwe kikwazo sasa ukanikaripia kihivyo. Nakupenda mwenzio. Sikutaki na iwe mara yako ya kwanza na ya mwisho kunisimamisha barabarani. Unanielewa? Una shida gani? Kilichokuleta? Binti, hiyo ndo adhabu yako, utazidi kuitumikia hadi pale nitakapotaka mimi nikufungue katika hicho kifungo. Una sababu yoyote ya kuniomba msamaha? Mimi ndo mzee Chombo mwenyewe, huwa sitishii na nyao. Jambo langu huwa nalizingatia. Kwa upumbavu ulioonyesha, na mimi nitaendelea kunyosha pale pale hadi roho yangu mimi iriziki. Unaweza kuondoka. Unaweza kuondoka!